na wewe uwe ni mume wake. Haya yashike vizuri, uaminifu huu. Alipofikisha kwa baba kwamba nimepata mchumba anaitwa fulani, baba akachunguza akakubali, baba na yeye aliamini kwamba wewe ni mtu sahihi. Sasa usiende kuiangusha familia hii kuchukua binti wao ikisha akaenda kunyooka kwako. Kwa hivyo mchukue binti huyu na ushamchukua umekabiliwa kwa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaume wanaoona hapa watu wazima na wakina mama walioko nje kule na wengine wako majumbani wanamwandamu na mwanaume, wanakuamini sana wakati mwenzao, usiende kukuangusha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba watoto wa kike ni matunda, tuwalee vizuri, na hasa wanapoingia katika majumba yetu tumewaoa, basi tuwahendo na kuishi nao vizuri. Kwa hivyo kama ulivyomkuta amenona amependeza vizuri, anatakiwa endelee kupendeza vile vile, tena iwe ni maarufu pindi anapokuwa ndani kwako. Ifikie wakati kurudi nyumbani kwao wewe anawaza mara mbili mara tatu, asipatamani sana kwenda kule kwao, atamani kuilinda nyumba yake vizuri kwa yale mafunzo anayopatia, mafunzo ya kiroho lakini na mafunzo ya kimwili. Umemchukua baba yake na jina zuri, binti ana jina zuri, na wewe una jina zuri, yasibaki ni majina ya Kiislamu, bali Uislamu mkauthibitishe katika nyumba yenu. Tukawapata wakina Al-Hasan wal Hussein, tukawapata wakina Zahra wakina Zainab katika nyumba yenu. Swali kwa Mtume Bwana Hashim, umemwoa binti Halima huyu kama sijakosea, na mimi nikikosea hata nikikosea ni sawa, wewe ndio ukikosea ni shida, ukikosea jina la mkeo. Binti Halima huyu usije ukaenda kule kumfanya ngoma, usije ukaenda kumfanya ngoma kila kikosea kule unapiga. Yeye ni mwanadamu, na Bwana Mtume ametufundisha kwamba wanawake ni kama vile ubavu umepinda, ukiwachia unapinda zaidi, lakini pia ukilazimisha kuonyesha unamvuta. Kwa hivyo unatakiwa utembeleze, na wakati mwingine mara zote ukitoka ukiingia ndani jitahidi kuja na zawadi. Zawadi kwa inatengeneza mapenzi. Ndugu yako, mwanamume mwenzako, rafiki yako, ukimpa zawadi anafurahi. Vipi wewe ukimletea zawadi mkeo ukamwambia hii ni ya kwangu? Na wakati nzuri wanawake wataki mambo makubwa. Umekosa kikubwa hapa, ukileta pipi ya kijiti yeye anafurahi. Mwambie hii ya kwangu. Anaila anasema imeletwa na mume wangu. Ile hata usipompa chakula kingi sana, ile tu ya zawadi mara kwa mara inanenepesha nafsi, inanenepesha mwili. Kwa hiyo jitahidi kuleta zawadi kwa familia yako, na ukiliweza sana kwa mke wako, kwa watoto walitokusumbua. Utakuwa kila ukienda ukirudi unakumbuka wanao, unawaletea zawadi. Hilo linatengeneza ndoa, na ndoa inadumu muda mrefu. Kama ulivyowakuta wakwe zako na kule kwenu wazazi wako pamoja, wazazi wamekuleeni mpaka mkafika hapo, na wewe utalea kizazi na kizazi kwa kutumia mbinu hii ya kuleta zawadi nyumbani. Lakini mke wako usije ukaenda kule wewe chakula unaenda kufupia tu. Na mimi najua zile mustahabati za Kiislamu, na nikisema chakula unanielewa vizuri wewe ni shehe. Kwa hivyo ukienda usije ukawa na ile kupa ya ndoa ukaparamia. Kwa zile tulizofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukazitumie vizuri, ukazisome vizuri, na hivyo ni kutengeneza kuanzia sasa hivi unajenga msingi mzuri wa familia. Ile bismillah wa billah, Allahumma jannibni shaytan wa jannibu shaytani ma razaqtani, hiyo shikilia vizuri. Sawa Sheikh Hashim, kama umesahau ukitoka hapo kina Sheikh Muhammad aendelee kukulakinisha taratibu kabla hujafika. Hiyo ni muhimu sana. Sallallahu alaihi wa sallam.